Sasa usonji ambaye ni neno la Kiswahili au kwa Kiingereza inaitwa autism ni hali au changamoto ambayo inawapata watoto wakiwa wadogo, umri chini ya miaka mitatu, ambapo wanakuwa na changamoto kubwa kwenye mawasiliano kwa maana ya kwamba anapata shida yeye kujieleza na anapata shida ya yeye kuelewa anachoambiwa. Na kwenye kujieleza inaathiri hatua zote za kujieleza kwa ishara pamoja na kujieleza kwa maneno. Kwa hiyo dalili kubwa ambayo mzazi au wanajamii wanaiona ni kwamba mtoto amechelewa kuongea. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo wanakumbana nayo. Ya pili ambayo watoto wenye usonji wanakumbana nayo ni changamoto ambayo inahusiana na mahusiano, kwamba mtoto anakuwa anapenda sana kujitenga na kucheza peke yake kuliko kushiriki na kucheza na watu wengine, na wakati mwingine anakuwa hata haonyeshi kufurahia hata familia yake. Kwa muda mwingi anakuwa tu anajitenga, na hata kutizama mtu machoni anakuwa anapata changamoto. Na ya tatu ni kufanya vitu vinavyo kujirudia. Kwa hiyo anaweza akawa anashika labda tairi ya gari badala ya gari lenyewe na analishikilia hilo tu kwa muda mrefu, au wakati mwingine anachezea mikono mbele ya uso wake, au anaichezesha, au anapenda kutizama maji ambayo yanachuruzika, au kuwasha taa na kuzima. Kwa hiyo kufanya vitu ambavyo vinajirudia hivyo tu kwa muda mrefu. Sasa hiyo ndio kwa kifupi ndio hali ambayo inawapata watoto wenye usonji. Ni hali ambayo mtoto anazaliwa nayo, ila dalili zake ndio zinaanza kujitokeza mapema akiwa na miaka 2 au 3. Dalili za usonji huwa hazianzi mtoto akiwa mkubwa, labda na miaka 10 au 15. Hapana, huwa lazima zianze kwa mtoto akiwa. Sasa cha pili ambacho leo ningependa kukisema ni kuhusu ambacho watu wengi wanauliza kwamba kwa nini mtoto anapata usonji? Kitu gani kinasababisha mtoto anapata usonji? Sasa tafiti nyingi zimeshafanyika kuona nini hasa sababu, kwa nini watu wanapata usonji. Na mpaka sasa hivi chanzo chake halisi bado hakijatambulika, ingawa tafiti zinaendelea. Vitu ambavyo tunafahamu ni vile ambavyo tunaviita viashiria vya hatari, au kwa Kiingereza zinaitwa risk factors, kwamba iwapo utakuwa na viashiria hivyo vya hatari, unakuwa uko katika hatari zaidi ya kupata mtoto mwenye usonji kulinganisha na mtu mwingine. Ya kwanza ambayo ningependa kuisema leo ni kwamba iwapo kwenye familia kutakuwa na mtoto mwenye usonji, iwapo familia itapata mtoto mmoja mwenye usonji, kuna hatari zaidi ya hiyo familia kupata mtoto mwingine mwenye usonji. Haimaanishi kwamba lazima watapata, lakini kunakuwa na hatari zaidi ya kupata mtoto mwingine mwenye usonji. Sasa hii wanasayansi inatufundisha kwamba kuna uwezekano mkubwa kuna sababu za kijenetiki ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye kusababisha usonji, au kuna sababu nyingine ambazo zinaathiri sababu za kijenetiki, kwa Kiingereza tunaita epigenetic factors, ambazo zinaweza zikachochea mtu kupata usonji. Na kuna baadhi ya genetiki au genes ambazo zimeshagunduliwa kwamba iwapo mtu atakuwa nayo anakuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kupata usonji. Mfano mzuri ni genetiki ambayo inahusika na maradhi yanaitwa kwa Kiingereza TSC au tuberous sclerosis complex, ambayo ukipata hiyo gene unakuwa uko katika hatari zaidi ya kupata mtoto mwenye usonji. Mengine ni maradhi yanaitwa Fragile X ambayo na yenyewe yana gene ni ya genetiki ambayo yanaweza kupelekea wewe ukapata usonji. Kwa hiyo ni sababu kubwa ya kwanza ambayo nitairudia kwa ajili ya waandishi wa habari na watu wengine waweze kunielewa. Ukiwa na mtoto mwenye usonji una hatari zaidi, haimaanishi kwamba utapata. Na ya pili, ukiwa na baadhi ya genes zinakupelekea katika hatari zaidi ya kupata mtoto mwenye usonji. Ya pili ambayo ni kiashiria cha hatari ni mtoto anapozaliwa kabla ya wakati wake. Mtoto amezaliwa njiti. Wale watoto ambao wamezaliwa njiti wana hatari zaidi ya kupata usonji kuliko watoto wengine. Ya tatu ni umri mkubwa wa kupata mtoto inaongeza hatari, na hii iko kwa pande zote mbili, kwa wanawake na wanaume, kwamba ukipata mtoto umri wako ukiwa uko mkubwa miaka 45 na kuendelea una hatari zaidi. Na hii tarudia, haimaanishi kwamba
ukiwa na umri mkubwa ukipata mtoto utapata mtoto mwenye usonji. Hapana, ila inakuongezea hatari. Kwa hii inatuonyesha kwamba ni vizuri kama tuna plan kupata watoto, basi tufanye hiyo mipango mapema kabla umri haujasogea sana, kwa sababu tunajiongezea hatari ya kupata mtoto mwenye usonji. Kingine, kuna baadhi ya kemikali ambazo zimeonyesha zinaongeza uhatari wa kupata mtoto mwenye usonji. Mojawapo ya kemikali ambayo tunaitumia sana ni pombe. Pombe ina kemikali ambayo ukiitumia kwa mama mjamzito inaongeza hatari ya mtoto kuzaliwa akiwa na ana haya matatizo ya usonji. Na cha mwisho ambacho tutakisema kwa leo ili kuokoa muda, imeonyesha pia wale watoto ambao wanazaliwa kwa njia saidizi. Njia saidizi manake aidha mtoto amepandikizwa ndani ya tumbo la mama, in vitro fertilization, au kile kiumbe ndio kimewekwa, pia inaongeza hatari. Tumeona kwamba watoto ambao wanazaliwa kwa usaidizi pia wanakuwa katika hatari zaidi ya kupata usonji. Kwa hizo kwa kifupi ndio viashiria vya hatari ambavyo vinaongeza riski ya mtoto kuzaliwa akiwa ana usonji. Sasa kingine ni kwamba tunaona watoto wengi wana usonji sasa hivi wanaongezeka dunia nzima, sio tu Tanzania. Kwa takwimu za kidunia, Marekani na Ulaya inaonekana takwimu zake ni za juu zaidi, kwamba kuna takwimu zake ni za juu zaidi, lakini kwa kusini mwa jangwa la Sahara takwimu zake zina range kuanzia katika kila watoto 100 angalau mtoto mmoja anakuwa anapata hili tatizo la usonji. Kwa hiyo hizo ndio kidogo kuokoa muda, nisichukue muda mrefu sana kuelezea kwamba usonji ni nini, kitu gani kinasababisha. Sasa mwisho, nini kifanyike kuwahudumia? Cha kwanza ni ugunduzi wa mapema, kwa sababu tafiti zimetuonyesha watoto wakigundulika mapema, wakipatiwa tiba mapema, inasaidia katika matibabu yao. Na sisi kama Lukiza kwa kushirikiana na serikali tuna mradi wetu wa ustawi wa kila mtoto, ambapo tunalenga kusaidia kwamba watoto waweze kugundulika mapema. Kugundulika mapema ni kati ya miaka 2-3 ili waweze kupatiwa mazoezi tiba ambayo yatawasaidia katika kupunguza hizi dalili za usonji. Kwa hiyo kwa kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nishukuru sana kwa kuchukua hizi dakika 2 kutoa elimu kidogo ili watu waendelee kufahamu usonji ni nini.